Bwana, kuna muda tunaweza tukawa tunapitia baadhi ya mambo na kuna baadhi ya vitu vinatokea kwenye maisha yetu, tunajaribu kukaa kimya, kuviweka ndani ya moyo, lakini sometimes inafikia wakati ni lazima mtu uviseme viwafikie watu na wengine wajifunze kupitia changamoto ambazo wewe umekutana nazo. Bwana, kuna changamoto ambayo kuna huyu jamaa ambaye alikutana nao, na hii changamoto alikuwa ni mtu ambaye anafanya biashara ya kuchoma mahindi mjini Kariakoo, na biashara hiyo ameifanya ndani ya miezi 7, na anapoelekea ndani ya kufikisha miezi 8, jamaa siku moja akiwa kwenye biashara yake, mvua ilikuwa imenyesha kubwa sana. Anasema alikuwa amekuja jamaa mmoja, alikuwa amevaa kanzu iliyonyooka na akinukia perfume sana, na akamwambia, nahitaji haya mahindi yote ambayo yapo kwenye huu mkokoteni wako. Na baada ya kutoa hela dogo, anasema nilikuwa nimefurahi sana, lakini cha ajabu yule mtu yale mahindi akuchukua hata hindi moja, akaniambia nikatekate vipande niweze kuwagaia watu wote ambao wapo eneo lile, wafanyabiashara wanaopita wanauza mifuko. Na kisha hapo yule jamaa akawa ameondoka. Bwana, huyu mshikaji anasema yeye sasa akaona kutokana na huyu jamaa amelipa hela ya mahindi mkokoteni mzima, akasema sio kweli, na yeye ashaondoka, siwezi nikagawa mahindi kwa watu wote hapa. Anasema akaamua kuondoka na huyu mkokoteni wake, akaendelea kufanya biashara ya kuuza hayo mahindi. Anasema jioni nilipofika usiku, amerudi nyumbani kwake, cha ajabu usiku akisikia sauti kimwambia, nilinunua mahindi mkokoteni mzima uwagawie watu wote wa pale, lakini cha ajabu umekeuka kile nilichokuambia. Ina maana wewe ulichukua pesa yangu na hujatii nilichokuagiza. Unachokitafuta ni kitu gani? Kiukweli anasema alikuwa ameshtuka na alishangaa sana sauti hiyo ikitoka wapi. Akajikuta ametoka nje akiwa na hofu, uaelewi sauti imetoka wapi. Akizunguka ndani ya nyumba, ikafikia wakati akawaamsha baadhi ya majirani waliokuwa wamepanga wote nyumba moja na kuambia, kuna vitu ambavyo nimevisikia lakini sielewi ni kitu gani. Na akasema sauti ya huyu mtu nilisikia ni mtu ambaye mchana nilikutana naye, ilikuwa ni 1 2 3, lakini sasa naona kila ninapokaa inanijia kwenye masikio yangu. Na mwisho wa siku jamaa watu wakampoza, wakamwambia nenda kalale, kesho tutazungumza vizuri. Anasema nilipoenda kulala, cha ajabu asubuhi kumekucha, najikuta niko baharini, katikati ya bahari, nipo kwenye mtumbwi. Ni kitu ambacho kwenye maisha yangu sikuwahi kutegemea. Na baadaye namuona mtu anakuja akiwa yuko kwenye maji anatembea, ni sura ya yule jamaa ambaye nilikutana naye mchana, nilifanya naye biashara ya mahindi. Na baada ya kuja mpaka pale akaniambia, sasa nataka nikuzamishe ndani ya bahari kwa kosa ulilolifanya. Anasema kiukweli nilikuwa nimelia sana na kuomba msamaha, na mwisho wa siku akawa amechukua ule mtumbwi na kuupindua, nikawa nimezama. Cha ajabu nakuja kushtuka niko nchi kavu na sikuelewa ni siku gani. Baada ya kuuliza watu wakaniambia anaonekana amekaa kwenye maji ndani ya siku 3. Anasema jitambui alikuwa yuko wapi, na watu wakawa wamemtoa kumpeleka mpaka hospitali. Baada ya kuelezea kilichomkuta, wakamwambia ulikutana na viumbe vya ajabu, viumbe ambavyo vipo, na huyo kiumbe alikuwa ni kiumbe ambaye ni mwema, alinunua biashara yako na uwagawie watu, lakini wewe ukaamua kufanya ujanja. Kwa hiyo usije ukarudia tena kwenye maisha yako. Jamaa anasema kiukweli, baada ya kutokea hiyo issue, nikaamua kuondoka Dar na kurudi mkoani kwenda kutuliza akili yangu. Na baada ya muda kidogo nikarudi tena Dar, lakini kuna kitu nikawa nimejifunza kwenye maisha. Tamaa kuna muda haifai, tamaa sio nzuri. Nilipata faida kubwa, lakini nikasema iwezekani, ngoja niyauze na haya nipate faida mara 2. Bwana, Mungu atujalie tusiwe na tamaa, tupambanie kile ambacho ni cha kwetu. Shukrani, ulikuwa na mimi. Mungu aendelee kutubariki.